Habari yako mtabiri mkuu Afrika? Salama kabisa na karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Shukrani. Na kusikilizeni leo mnataka tuzungumze nini? Karibuni sana. Leo ni mwendelezo wetu wa kupeana elimu juu ya herufi. Ndio bwana. Tumeanza na herufi huko nyuma A B C D na kuendelea. Na leo tumekuja utupe elimu ya kuhusiana na herufi I. Herufi I. Japokuwa kuna watu zinawachanganya hizo. Kuna I na E. Sasa kuna watu wanashindwa kuelewa zaidi. Nadhani pia kwa kutumia elimu yako utawafafanulia watu wazidi kukuelewa. Kwa mtabiri mkuu, mtu mwenye herufi I tunataka kujua ni mtu wa design gani na ni mtu ambaye ana bahati gani, siku yake ya bahati ni ipi, ni mambo gani afanye ili mradi aweze kupata mafanikio, aoe ama aolewe na nani, afanye kazi gani, ashirikiane vile vile na watu wa design gani. Sawa. Kumekuwa na changamoto nyingi sana mtabiri mkuu katika maisha, kwamba watu wanasema maisha ni magumu, ndoa hazikai, biashara hazikai, urafiki haudumu, uhusiano haudumu, mambo hayaendi. Tukasema hapana bwana, mbona haya masuala kwa mtabiri mkuu ndo mahala pake? Ndio. Ngoja leo tufunge safari twende kwa mtabiri mkuu atupe elimu juu ya masuala haya. Karibu sana. Asante sana. Karibuni sana, na kama mmesema tuzungumze herufi I. Na ukasema watu wazichanganya kati ya E na I. Na I. Ndio. Sasa E ni ile A au E ni for England. Ndio. Na I ni for Italy. Ndio. Yani E ni Emmanuel. Ndio. Emile. Ndio. Vizuri bana. Na I ni Isa. Umeona? Sio una vizuri Idi. Ndio. Sio tuko sawa? Tupo sawa. Kwa hiyo ndio I. Umeona? Hii I yenyewe ni herufi ya 9. Ni herufi ya 9. Ni herufi ya 9 katika mlolongo wa herufi 26. Ndio. Umeelewa vizuri bana? Ndio. Hii imetoka katika sayari inayoitwa Jupiter. Unaelewa vizuri bana? Ndio. Na Jupiter ndio sayari kubwa kuliko sayari nyingine yoyote ile. Ndio. Umeelewa vizuri bana? Ndio. Na pia Jupiter ndio sayari inayozunguka kwa kasi. Ndio sayari pia inayozunguka kwa kasi kuliko sayari nyingine yoyote duniani. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo zile sayari zilizopangwa sio dunia, nini na nini, kuna Jupiter ile kubwa, basi wewe ai wenyewe ndio hiyo ya kwako Jupiter. Ndio. Umeelewa vizuri bana? Ndio. Na ndio sayari ambayo inakimbia kwa kasi kuliko sayari nyingine zote duniani. Basi ujue bana, kama wewe una herufi I, basi ujue sayari yako ndio hiyo Jupiter. Ndio. Au sio bana? Ndio. Na siku yako ya bahati wewe ni Alhamisi. Alhamisi. Ni siku yako ya bahati ni Alhamisi. Alhamisi ndio siku yako ya bahati nzuri. Ndio. Mwezi wako mzuri na mwezi wa mafanikio kabisa. Fanya mambo mwezi huo, ni mwezi wa 9. Fanya vitu mwezi wa 9, basi ujue vitafanikiwa katika maisha yako. Fanya vitu mwezi wa 9 utafanikiwa, au tarehe 9. Utafanikiwa katika maisha yako. Fanya vitu tarehe 9 au tarehe 18 utafanikiwa, au tarehe 27 utafanikiwa katika maisha yako, au hata kama umezaliwa tarehe 9 pia unahusika. 18 tarehe 27 pia wewe ni kama ai tu. Umeelewa vizuri bana? Ndio. Kwa ukifanya vitu kwa wakati huo utafanikiwa katika maisha yako. Ndio. Rangi zako ni rangi za pinki. Rangi zako ni rangi za pinki. Pink au blue. Na una kito chako kinaitwa blue sapphire. Blue sapphire kito chako. Kito chako hicho hiyo blue sapphire ukipata hilo jiwe, alafu ukitengeneza pete, alafu ukavaa, au sio bana? Ukavaa katika nani, katika mikono yako au vidole vyako, utafanikiwa, itakuletea bahati sana katika maisha yako. Umeelewa vizuri bana? Mambo yako yatakuwa safi. Sasa bana, watu wenye herufi I kwanza wenyewe hawa ni watu wakubwa. Umeona Jupiter ndio sayari kubwa. Basi na wenyewe hawa ni watu wakubwa. Kwa hiyo ukitaka ufanikiwe bana, fanya vitu vikubwa, utafanikiwa katika maisha yako. Wewe fanya vitu vikubwa, achana na mambo madogo. Fanya vitu vikubwa kabisa, utafanikiwa katika maisha yako. Na hawa kazi yao nzuri ni urubani, udereva, kwa sababu ile Jupiter yenyewe inakimbia kwa kasi zaidi. Inakimbia kwa kasi kuliko sayari nyingine yoyote. Kwa hiyo wewe ukifanya udereva, ukifanya vitu vya moto, utafanikiwa katika maisha. Kwa mfano ukiwa dereva, ukiwa labda rubani, nahodha, utafanikiwa katika maisha yako na mambo yako yatakwenda vizuri. Lakini ili ufanikiwe pia fanya vitu vinavyohusu moto. Utafanikiwa sana katika maisha yako. Ukifanya vitu vinavyohusu moto utafanikiwa sana katika maisha yako. Na ndio maana hata kule nchi zetu zilizoendelea wanajua kabisa wewe ukiwa ni Jupiter, basi unajua huyu mjaribuni afanye jambo fulani. Tunaweza likaa safi kwake, na kweli ukifanya
mambo yanakuwa mazuri. Kwa mfano Jupiter sasa. Ndiyo. Wewe ai, sayari yako ni Jupiter. Jupiter ndio inakimbia kuliko sayari nyingine. Kwa ukifanya vitu vya kimbia, utafanikiwa muda uwe mwanariadha, mcheza mpira. Ukifanya vitu vyote vinavyohusu mbio, wewe ni hodari unakimbia. Au ufanya vitu vya kuendesha. Kwa mfano gari, ukiwa rubani, na hawa ndio watumika sana, wengi wao ni madereva. Unaelewa vizuri bana. Unafanikiwa kinini sayari kubwa. Watu wenye herufi I wenyewe pia ni watu wenye uwezo na wanaojimudu. Watu wenye herufi I wenyewe pia ni watu wenye uwezo na wanaojimudu. Na ukitaka ufanikiwe, fanya biashara za kusafirisha. Ukifanya biashara zinazohusu kusafirisha, unafanikiwa katika maisha yako. Unaelewa vizuri bana. Kwa hiyo ukifanya biashara za kusafirisha, kutoa kitu sehemu moja kupeleka sehemu nyingine, unafanikiwa kabisa katika maisha yako. Na ili mambo yako yaende vizuri, mtu wa ai ukiona hauelewi, hama sehemu ulipo. Yani inataka hivyo. Unaelewa vizuri bana? Inataka utoke sehemu ulipozaliwa ukatafute maisha sehemu nyingine, ndio utafanikiwa. Unaelewa vizuri bana? Yani ni lazima ufuate ile sayari yenyewe vile inavyotaka. Kwa hiyo kwa sababu ile ni kukimbia, wewe unatakiwa uondoke ile sehemu uliozaliwa, katafute maisha sehemu nyingine, unafanikiwa kabisa. Kwa mfano unaweza kutoka Tanga, unaweza kwenda Mwanza, na wengine na hawa pia ndio wanaoishi nje ya nchi zao sana. Unakuta mtu labda yuko kwao ni Tanzania, lakini anaishi Marekani, anaishi Ulaya. Yani ni lazima utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio unafanikiwa, kwa sababu hii nataka uhame. Lakini pia hawa ni watu wanaopenda kubadilisha. Wanapenda sana mabadiliko. Mara nyingi anaweza kufanya jambo hili akaacha, akafanya jambo hili, au akawa na jambo lile. Yani wanabadilika. Na mara nyingi hawa pia ndio watu wanaoongoza sana kubadilisha kubadilisha wanawake au wanaume. Yani hivyo sana. Ni watu wanabadilika. Huyu ai haishi na mtu mmoja katika maisha yake. Umeelewa vizuri bana? Yeye haishi na mtu mmoja. Unakuja kuta ndani ya maisha yake, yani hakai na mtu mmoja. Lazima baadaye ataondoka, ataenda aishi na mtu mwingine tena. Umeona, ataishi ni mtu wa kubadilisha. Ni mtu wa mabadiliko. Umeona? Kwa hiyo maisha yao ndio haya, na katika maisha yao wanapenda kubadilisha vitu. Wanapenda sana kubadilisha vitu. Kwa hiyo hata kuhama wanapenda sana kuhama. Leo kaka hapa, kesho yuko pale, kesho kuto yuko pale. Kwa hivyo ndio mtu mwenye herufi I. Wewe ni sayari yako ni Jupiter. Jupiter ndio sayari kubwa. Kwa hiyo fanya vitu vikubwa, utafanikiwa katika maisha yako. Lakini kwa sababu sayari ya Jupiter ndio sayari inayokimbia kwa kasi kuliko sayari nyingine yoyote, watakiwa kuhama sehemu ulipo pia. Itakusaidia. Ukiona uelewi sehemu hiyo, hama, nenda sehemu nyingine. Mambo yatakuwa mazuri. Umeelewa vizuri bana? Au fanya vitu vya kusafirisha. Fanya biashara zinazohusu kusafirisha au usafiri. Utafanikiwa katika maisha yako na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo huyo ndio mtu mwenye herufi I, nimemuelezea kwa kifupi. Na nikakwambia rangi yako ni pinki. Rangi yako bwana wewe ni pinki au blue. Na kuna jiwe lako linaitwa blue sapphire. Ukilipata hilo, alafu ukivaa moja kati ya kidole chako, mambo yatakwenda vizuri kabisa na kila kitu kinakwenda vizuri na mambo yako yanakufungukia. Siku yako ni siku ya Alhamisi, mwezi wako ni mwezi wa 9. Fanya vitu mwezi wa 9 utafanikiwa. Tarehe zako ni tarehe 9, 18 na 27. Fanya mambo yako yatakwenda vizuri kabisa na kila jambo lako litakunyookea. Au hata ukifanya tarehe 21 pia sio vibaya kwako, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo huyo ndio mtu mwenye herufi I, nimemuelezea kwa kifupi. Hama, badilika, utafanikiwa katika maisha yako. Ndio. Bwana. Hapo mtabiri mkuu nimekuelewa, mtu mwenye herufi I. Ndio. Lakini sasa umezungumza mtu mwenye herufi I, nimekuelewa vizuri. Na mtu mwenye herufi I, sawa, inabidi aolewe ama amuoe nani? Sawa, ili mradi waweze kuishi vizuri, wapate mafanikio katika ndoa yao na maisha yao. Herufi ya I yenyewe inaishi na herufi R. Inaishi na herufi R. Kwa sababu R yenyewe ni herufi ya 18. Si muona 1 na 8 nayo hapo ni 9. Kwa hiyo huyo ndo mwenzako. Wako wawili tu wao. Wengine wote wako watatu. Lakini I wako wawili tu, ni I na R. Ukitafuta mtu mwenye herufi R, ukiishi naye unafanikiwa. Au umpate mtu mwenye herufi C. Umpate mtu mwenye herufi C. Au hata ukimpata mtu mwenye herufi O, mambo yatakuwa mazuri. Oana naye, kuwa naye, au mtu mwenye herufi U, ungana naye, oana naye, huyo mambo yatakuwa mazuri na kila kitu. Shirikianeni, nafanyaje mambo pamoja, mambo yatakuwa sawa kabisa. Ndio. Na mtabiri mkuu Afrika kwamba mtu mwenye herufi I, sawa. Katika hizo sifa ambazo amezisema, kuna mtu ambaye ana herufi I na hana sifa hizo, inaweza katokea au ni automatically?
Hii ukishakuwa na herufi I mzee, ni lazima. Ukishakuwa na herufi I lazima maisha yako utoke sehemu ulipo ukatafute sehemu nyingine, na huo ndio ukweli na hakuna nataka kwambia. Na wapo watu ambao wenye herufi I wanatafuta maisha, ama wapo katika sehemu ambayo wamezaliwa na akafanikiwa. Inatokeaga hiyo? Wanafanikiwa lakini kwa tabu. Wanafanikiwa lakini kwa shida. I nataka utoke sehemu ulipo. I ni herufi ya kutoka. Ni herufi ya kutoka, utoke sehemu ulipo uende sehemu nyingine kwanza. Ndio. Ni huko ndo utafanikiwa. Alafu rudi hiyo sehemu. Utafanya vizuri kabisa. Kwa lazima utoke. Hata kama kwa mfano unafanya biashara ya kwa mfano unafanya biashara. Ndio. Si ndio bwana? Lakini hakikisha kama wewe unaishi labda tuseme unaishi Buguruni, usifanye biashara Buguruni. Kafanya biashara Kariakoo. Ndio mambo yatakuwa mazuri. Yaani yataka lazima hii inataka hivi. Inataka lazima utoke uende sehemu nyingine afu ndio urudi. Yaani haitaki kwamba mtu akae sehemu moja afu kwa mfano wewe unakaa hapa afu unafanya biashara hapa. Hiyo biashara itakuwa ni ngumu kwako. Umeelewa vizuri bana? Na watu wengi tabia yao ni kubadilisha kama nilivyokuambia. Kwa ukitaka mambo yaende na ukitaka utulie, lazima uhakikishe ukafanye kitu sehemu nyingine. Ndio mambo yako yatakwenda vizuri. Lazima ukafanye kitu sehemu nyingine. Yaani utoke sehemu moja uende ukafanye kitu sehemu nyingine. Na ndio maana nikakupa mfano. Kwa mfano wewe unakaa Tandika. Ondoka Tandika. Kafanye kitu Kariakoo. Kafanye kitu Ubungo. Mambo yatakuwa mazuri. Atakuwa kafanye kitu Ubungo afu rudi Tandika. Mambo yatakuwa mazuri. Na wengi wanaishi hivyo. Wanaishi sehemu fulani afu wanafanya kazi sehemu fulani. Yataka utoke. Na hata hawa ni watu wenye mafanikio, watu wa ai. Watu wenye mafanikio kabisa. Wana mafanikio kabisa makubwa na ni watu matajiri pia vile vile. Watu wenye ai. Sasa mtabiri mkuu, kuna watu wenye ai huwa hawana mafanikio ambao umeyasema wewe. Sasa tatizo litakuwa ni kitu gani hapo? Kwamba tatizo ni kufanya kitu sehemu ulipo. Hiyo ndio shida. Kwamba kuna namna fulani herufi yako unaipinga. Yaani unapinga ule uwepo wako. Nisikize nikwambie. Shida kubwa ai haitaki ufanye kazi uishi sehemu afu ufanye kazi hapo. Ai haitaki hivyo. Kwa hiyo nyie bana kama mko sehemu moja mnaona mjafanikiwa watu hai, ondokeni nendeni sehemu nyingine. Mtakwenda kufanikiwa. Kwa hiyo na ndio maana nikakupa mfano hawa pia ndio watu wanaoongoza kwa kuishi nje ya nchi zao. Yaani watu wenye herufi I. Watu wenye herufi I ndio watu wanaoongoza kwa kuishi nje ya nchi zao. Sasa na huko ndo watafanikiwa. Mtabiri mkuu, nimekuelewa vizuri. Ina maana kwamba mtu mwenye herufi I kwamba anaweza akatoka hapa unashindwa. Kwamba kutoka Ulaya kwenda South Africa. Lakini kile kitendo cha kutoka Tanga kwenda Dar es Salaam pia kinatosha. Ina maana mimi swali langu ni moja mtabiri. Sawa? Yaani mtu mwenye herufi I, sawa? Anaweza akatoka Tanga akaenda Zanzibari. Na mtu wa Zanzibari anaweza akatoka Zanzibari akarudi tena kule Tanga. Kwa lazima mbadilishane. Sheti utoke kwa sababu hii sayari hii Jupiter inakimbia. Sheti ukimbia sehemu uende sehemu nyingine ndio utafanikiwa. Iko hivyo. Sawa. Sasa mtabiri mkuu, nimeshakuelewa vizuri. Na unapozungumzia kwamba mtu mwenye herufi I lazima awe na mabadiliko, ina maana kwamba hata yule aliolewa, yani lazima badilishe kwa sababu kuna watu wengine wataielewa tofauti. Kwa sababu mimi nina I ngoja. Watu wenye herufi I wao wanaongoza kwa kubadilisha. Na nisikilize mimi, kama mke atabadilisha, mume atabadilisha. Watu wenye herufi I na C wao ndio wanaongoza kwa kubadilisha. Wao wanabadilisha sana. Wana uwezo wa kubadilisha hata kazi. Wana uwezo wa kufanya mabadiliko na ndio wanafanikiwa hivyo. Watu wenye herufi I wanafanikiwa kwa kubadilisha. Kwa kubadilisha. Na katika maisha yake mtu wa I ni ngumu kuishi na mtu mmoja mpaka mwisho. Lazima ataongeza wapi. Wao wanabadilisha na wao mara nyingi wanaacha na kuchukua tena. Wanaacha hivyo na kuchukua tena. Sasa mtabiri mkuu, na uwezo wa kuishi na watu wengi kwa muda mmoja pia. Sasa mtabiri mkuu, kwa mfano mtu mwenye herufi I, ina maana ina maana sio wakaji na sio, yani kama ni mwanaume ama mwanaume akai na mke muda mrefu na mwanaume pia, yani ni watu wa kubadilika. Wao ni watu wa kubadilika mara nyingi sana. Na hawa sikiza nikwambie, ndio wanaongoza kwa kuachwa na kuachika. Hapo nishakuelewa vizuri. Umeona? Kwa kuacha na kuachika. Umeona? Yaani na mtu mwenye herufi I, je, mabadiliko yake huwa ndio mafanikio yake tuseme? Mabadiliko yake ndio mafanikio yake. Na anaenda lazima atabadilisha. Ndio. Na sio kubadilisha, anaweza kuhama. Lazima ahame, yani hakai sehemu moja pia mtu hai. Leo yuko hapa, kesho yuko pale. Kesho yuko kule. Mtondogo yani hakai sehemu moja. Kwa hiyo ili apate lazima ahame. Lazima ahame ndio anafanikiwa katika maisha yake. Kwa hiyo unaweza ukashangaa leo anaishi hapa, kesho kahama yuko Gongo la Mboto huko. Gongo la Mboto kaondoka
yuko si wapi, yani hatulii sehemu moja kwa muda mrefu, hakai sehemu moja kwa muda mrefu, kwa sababu Jupiter ile inakimbia, kwa hiyo lazima uwe hivyo. Asa mtabiri mkuu, ikitokea kwamba mtu labda ana herufi I alafu hana hizo sifa, huwa inakuwa ni matatizo ama inakuwaje? Yani kuna labda inakuwa pia nataka kulijua kwa kina, kwa sababu watu wamesema sifa anazo bali wanaogopa kukamilisha, kuzifuata. Mtu anaona hapa niame tena hapa, yani nafsi yake inamtaka ahame lakini anaona hapa niondoke tena Dar es Salaam, na ndio kukoma kwao huko, yani nitoke tena hapa nienda wasiwasi wa uoga. Lakini kiukweli herufi hiyo nataka hivyo, na waulize hata wenyewe wenyewe wengi wamefanikiwa kwa kuhamama, kubadilisha vitu. Hawa ni wajuzi sana, umeona, ni wajuzi sana na ni watu ambao wana unifu pia. Kwa hiyo iko hivyo. Hapo mtabiri mkuu, mimi nimekuelewa vizuri kwa sababu umeieleza vizuri kiundani. Ndio bwana. Na maswali yako mengi sana mtabiri mkuu, yenye kuhusiana na herufi hii. Ndio. Lakini wahusika wenyewe wanakuambia bwana mtangazaji unazungumza sana bwana. Maswali mengine swala la kuuliza mimi unaliuliza wewe, kwa hiyo tusifikie huko. Ila mtu ambaye mwenye herufi I anaweza akakupigia simu hapo kwa namba hizo hapo chini, ama akakuuliza swali kwenye comment. Na pia ni vema watangazaji kumwambia mtabiri mkuu, bwana mimi nakutazama kutoka sehemu fulani, ni vema kufanya hivyo ili mradi iweze kumrahisishia zaidi mtabiri mkuu. Kwa hapo maswali yako mengi sana mtabiri mkuu, lakini kulingana na muda wako wewe nadhani tungeishia hapa kwa kuwa tuna madarasa mengine ya kuendelea. Basi kama tulivyomzungumzia mtu mwenye herufi I, ndio kama nawaambia nyie msiogope kubadilika, yani kila mtu ana sifa yake. Kwa hiyo nyie kama unahisi kabisa unataka kufanya mabadiliko, fanya huko. Unapobadilisha hivyo ndio unakwenda kufanikiwa. Unaelewa vizuri bana? Sheti ubadilishe, sheti uhame, au sio bana? Kwa hiyo kama umeona kuna uwezo wa kubadilisha, badilisha huko nako kwenda ndio unafanikiwa. Kama unaona kuna uwezekano wa kuhama, hama huko nako kwenda ndio utafanikiwa. Usisite. Ukisita basi ndio umejifilisha mwenyewe. Kwa hiyo wewe ni kubadilika. Rangi yako bana ni blue au pinki. Jiwe lako linaitwa blue sapphire. Blue sapphire, ukipata hilo kivaa moja kati ya kidole chako utaona mambo yako atakunyookea kabisa. Mwezi wako mzuri ni mwezi wa 9. Ai ni 9. Fanya vitu mwezi wa 9. Miezi ndio maana ipo tu. Ina maana. Tarehe yako ni tarehe 9 au 18 au 27 katika mwezi. Fanya hivyo, utafanikiwa katika maisha yako na mambo yako yatakwenda vizuri kabisa. Wewe ni Jupiter bana, wewe ni mkubwa. Fanya vitu vikubwa utafanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo mtu hai, siku yako ujue ni Alhamisi. Fanya vitu Alhamisi utafanikiwa, na asili yako wewe ni moto. Fanya vitu vya moto utafanikiwa katika maisha yako na mambo yatakwenda vizuri. Na hii ninazungumza hapa ai ni nyota ya mshale. Simuona ina nembo ya mshale pale? Ule mshale unakimbia, maana yake ndio ile. Bwana. Kwa hiyo wewe ndio mtu mwenye herufi I. Usiogope kubadilika, usiogope kuhama. Ukipata wazo la kuhama, hama huko ndako kwenda utafanikiwa. Ukitaka kubadilika, badilika huko ndako, badilika ndio utafanikiwa zaidi. Asante sana, karibu tena siku nyingine. Shukrani. Asante sana.